Je, umewahi kuona mwanafunzi aliyekuwa anashika nafasi za juu darasani lakini leo ana maisha ya kawaida? Na je, umewahi kuona mtu ambaye hakuwa bora sana shuleni lakini leo ana biashara kubwa, anaongoza kampuni au anaingiza fedha nyingi kuliko wale waliokuwa wakimzidi darasani? Swali ni, kwa nini watu wenye akili nyingi mara nyingi huchelewa kufanikiwa kuliko watu wa kawaida? Ukisikiliza simulizi hii mpaka mwisho, unaweza kugundua sababu ambayo imekuwa ikikuzuia kufikiwa kiwango cha mafanikio bila hata wewe kujua. Karibu kwenye Lubundazi Insight. Kama ni mara yako ya kwanza, usisahau kusubscribe, washa kengele, notification bell, yani ili kuwa mtu wa kwanza kupata video zetu kila wiki. Mimi ni Amos Lubundazi. Kulikuwa na kijana mmoja aitwaye David. David alikuwa miongoni mwa wanafunzi bora zaidi katika shule yake. Walimu walimpenda, wazazi walijivunia. Wanafunzi wenzake walimuita genius. Kila mtihani alipata alama za juu. Kila mtu aliamini kuwa siku moja angekuwa tajiri sana. Lakini miaka 10 baadaye, mambo hayakuwa kama walivyotarajia. David alikuwa bado anasubiri nafasi nzuri. Bado anasubiri mazingira sahihi. Bado anasubiri wakati sahihi. Wakati huo huo, rafiki yake wa zamani ambaye alikuwa mwanafunzi wa kawaida, alikuwa tayari amefungua biashara 2. Alikuwa anaajiri watu, alikuwa anasafiri, alikuwa anapata kipato kikubwa. Nini kilitokea? Je, akili nyingi zilimsaidia David au zilimchelewesha? Katika kitabu cha The 10 Times Lulu, mwandishi Grant anaeleza kuwa watu wengi hawashindwi kwa sababu ya ujinga, wanashindwa kwa sababu ya kufikiria sana. Watu wenye akili nyingi mara nyingi hutaka kila kitu kiwe kamili kabla ya kwanza. Wanataka mpango kamilifu, wanataka maarifa ya kutosha, wanataka uhakika wa 100%. Tatizo ni kwamba maisha hayatoi uhakika huu. Wakati wanaendelea kupanga, wengine wanaendelea kuchukua hatua. Na hatua huwa zinazaa uzoefu ambao haupatikani darasani. Hebu fikiria, mwanafunzi aliyezoea kupata alama 95, akipewa kazi mpya, anaweza kujiuliza, nikifanya nikishindwa itakuwaje? Lakini mtu ambaye amezoea kushindwa mara kwa mara, hana hilo tatizo. Yeye hujaribu, akishindwa, hujaribu tena. Akishindwa tena, huendelea, hatimaye hupata njia inayofanya kazi. Katika kitabu cha Mindset, Coro anaeleza tofauti kati ya fixed mindset na growth mindset. Watu wengi wenye akili hujikuta wakihofia kushindwa kwa sababu wamezoea kuonekana bora. Lakini watu wanaokuwa haraka huona kushindwa kama sehemu ya kujifunza. Thomas Edison alifanya majaribio zaidi ya 1000 kabla ya kuboresha balbu ya umeme. Mwandishi mmoja aliwahi kumuuliza, uliwahi vipi kushindwa na ulihisi vipi kushindwa mara 1000? Edison akajibu, sikushindwa mara 1000, niligundua njia 1000 ambazo hazikufanya kazi. Huo ndio mtazamo wa ushindi. Wanafunzi kutoka katika makosa wanatakiwa kuendelea badala ya kuogopa. Kwa nini watu wa kawaida hawapati na hawafikii wenye akili? Kwa sababu mara nyingi wanaanza mapema, wanasubiri ukamilifu, wanaogopa na wanakuwa hawaogopi kuonekana wajinga. Wanachukua hatua nyingi. Katika kitabu cha Atomic Habits, James Clear anaeleza kuwa mafanikio makubwa hutokana na maboresho madogo yanayofanywa kila siku. Sio akili pekee, ni hatua zinazorudiwa mara kwa mara. Kulikuwa na wakulima wawili. Wa kwanza alikuwa anasoma vitabu vya kilimo kila siku. Alijua kila aina ya mbegu, alijua kila mbolea, alijua kila mbinu, lakini hakuwahi kupanda. Wa pili hakujua mengi, lakini alipanda, akakosea, akajifunza, akarekebisha. Baada ya miaka michache, nani alikuwa na mavuno? Si yule aliyekuwa na maarifa mengi, bali yule aliyekuwa na ujasiri wa kuchukua hatua. Leo kuna vijana wengi wanasubiri laptop bora, wanasubiri mtaji mkubwa, wanasubiri kamera nzuri, wanasubiri muda sahihi, lakini ukweli ni kwamba hakuna muda sahihi. Mafanikio huanza pale unapofanya ulicho nacho, ulipo na uwezo ulio nao. Watu wengi wanafanikiwa leo hawakuanza wakiwa matajiri au wakiwa tayari wana kila kitu. Walianza wakiwa na hofu, walianza wakiwa na mashaka, lakini walianza. Kama wewe ni mtu mwenye akili nyingi, usifanye kosa la kufikiri kwamba maarifa pekee yanatosha. Maarifa bila hatua ni mzigo. Mpango bila utekelezaji ni ndoto. Kujua bila kufanya ni sawa na kutokuwa na maarifa kabisa. Leo jiulize, ni jambo gani ambalo nimekuwa nikiliahirisha kwa sababu nasubiri kuwa tayari? Labda biashara, labda channel ya YouTube, labda blog, labda ujuzi mpya, labda ndoto ambayo imekuwa ukihifadhi moyoni kwa miaka mingi. Anza leo, kwa sababu mara nyingi wanaoshinda ni wale wenye akili nyingi, bali wale wanaothubutu kuanza.
Kama umejifunza kitu kutoka katika simulizi hii, andika neno nitaanza leo katika comment section. Na kama unapenda simulizi za maarifa, biashara, mindset, teknolojia na mafanikio ya kweli, subscribe sasa Lubundazi Insight, washa alama ya kengele, shiriki video kwa watu ambao wanahitaji kusikia ujumbe huu leo. Mimi ni Amos Fabian. Tukutane video ujao.